Ya, kwa hiyo unahisi nini kifanyike brother Mkango ili wasanii wa kuigiza wamalizie kazi zao za filamu vizuri ili mashabiki wapate radha ambayo wanaitarajia kuipata hadi mwisho wa filamu au tamthilia? Ya, sasa hapa niongee kidogo kiufundi yani. Tatizo halipo kwa wasanii tu, wala tatizo halipo kwa madirector, wala tatizo halipo kwa maproducer. Yaani hili tatizo halipo kwa wote. Katika tasnia yetu ya Bongo, yani wote, yani sisi ni watu fani hivyo kukunja. Yani ili kitu kiwe kizuri au story ianze vizuri na imalizike vizuri, lazima tukubali kupeana nafasi. Ushanielewa vizuri? Lakini unakuta leo hii director fulani ameshikilia nafasi katika TV fulani. Kwa hiyo yeye hataki kutoka wala hataki kumpa mtu mwingine nafasi. Yeye ndo anaongoza, lakini yeye pia ana wasanii wake. Ndio maana unakuta series waigizaji ni wale wale, director unakuta ni ule ule, lakini kama ingepatikana nafasi ya kupewa mtu mwingine, huenda angeonekana matokeo mazuri. Ndio maana tunauga, lakini wenzetu Nigeria sijui wapi wanapeana nafasi, lakini sisi Bongo tunaogopana, waoga. Yeah. In short ni Ubinafsi na uoga. Hii imekuwa inaathiri sana tasnia hii ya filamu nchini Tanzania kwa sababu ya swala hili limekuwa ni ugonjwa ambao hauna tiba. Kwa hiyo ili tupate tiba manake na tulazimu tuwe na roho safi kwa maana ya kupeana gap nafasi, lakini pia kuaminiana katika kazi ambazo mnazifanya au mnazifanya, si ndio? Kabisa iko hivyo. Kwa hiyo maoni yako kwa ufupi kwa watazamaji wanaokuja sasa, yani vizazi vinavyokuja katika kuteki hizi nafasi, tunaamini kwamba ipo siku watakuja wao na hao ambao wapo sasa hivi watapita. Nini neno lako moja ni lipi kwao? Unawahusia nini katika uendeshaji wa hizi kazi? Cha kwanza, wasiwe na roho mbaya, wawe na upendo, alafu wawe wafanyaji kazi sana, wasiwe watu wa kuongea. Yani watu wachapa kazi. Okay. Lakini pia movie zetu za ndani mara nyingi huwa zinakosa soko la nje ukilinganisha na nchi za wenzetu, mfano Nigeria, kwa maana movie zao zinavuka mipaka na kwenda katika nchi mbalimbali kisoko, kiuzaji, kimashabiki. Kwetu sisi nini kifanyike ili na sisi movie zetu zipate soko la nje, zipate mashabiki, zipate kuuza? Nini tufanye? Bado nabaki pale, yani wasigande hao waliopata nafasi. Wawape nafasi watu wengine. Unajua kuna vipaji vingine viko mitaani, unajua. Kuna waandishi wazuri, kuna waigizaji wazuri wako, lakini wapewi nafasi. Anaweza kaenda akaomba nafasi afa akaekewa vikwazo kibao. Kuna mwandishi yuko mtaani ambaye anajua kuandika vizuri kuliko ambaye yupo katika nafasi, lakini akienda pale anaelezea CV zake kwamba niko vizuri, na yule jamaa anaona kabisa huyu mtu yuko vizuri, lakini hawezi kumpa nafasi kwa sababu anaona atapoteza kitu. Kumbe angempa nafasi na yeye angeongeza kitu. Yeah. Angebadilisha kitu kabisa. Sawa. Binafsi ni kitu kibaya sana. Hiyo ni moja ya kitu ambacho kinachangia kutokuwa na movement za maendeleo katika kazi tofauti. Sio kazi tu ya sanaa, lakini pia kazi mbalimbali. Ukiweka ubinafsi ujue kabisa huwezi ukamove. Na brother Mkango, waigizaji wa miaka ya nyuma, kwa elimu yangu ndogo au kwa uelewa wangu mdogo, walikuwa wanapata elimu sahihi za uigizaji katika makundi tofauti ya uigizaji. Mfano Kaole, watu walikuwa wanapata elimu nzuri sana na makundi mengine. Imekuwa tofauti kwa miaka ya sasa hivi. Waigizaji wa sasa hivi wengi hawana elimu ya uigizaji. Mtu anakutana na director leo kwenye audition, kesho anapitishwa, anapewa scene, anafanya filamu. Huoni kama hii inachangia sana kuiporomosha tasnia ya filamu nchini Tanzania? Hiyo inachangia sana kwa sababu zamani watu walikuwa wanapata elimu kweli. Na katika hata hayo madarasa, kwa mfano kama Kaole unayozungumzia, mimi nishai kugusa miguu yangu pale. Na ndio maana watu wengi waliogusa katika hizi nyanja za zamani, wengi sana ni wabaya sana kwenye kuigiza. Umeona? Lakini sasa hivi ni ujanja. Yaani unakuta mtu kamwangalia Mkango anavyoigiza, basi naye kesho anajiita mwalimu yani. Kwamba najua kuigiza, unajua mtu anatakiwa ulie hivi, unatakiwa mtu ufanye hivi. Lakini yeye ukimwambia fanya hapa na anapiga mbio. Ili sasa zamani unakuta yani yule teacher mwenyewe ambaye anasimama mbele anakupa mifumo. Yani yeye mwenyewe anakuambia lia, lakini anatakiwa ulie hivi. Yani anatoa chozi kwanza. Ushanielewa vizuri? Inatakiwa ukasirike hivi, inatakiwa engo uame hivi. Unajua kisi inatakiwa upeleke hivi. Lakini sasa hivi unakuta mtu akaa tu lia hapo, lia action, lia wewe tuone. Kwa sababu wewe unapokuwa kocha lazima uonyeshe mifano. Onyesha mfano. Iko hivyo. Na vipi ulishawahi kuwa na ndoto tofauti na uigizaji hapo mwanzo kabla? Kwa sababu mara nyingine mtu anakuambia nilikuwa na ndoto labda za kuwa mcheza mpira, sasa hizi nimekuwa mwimbaji. Nilikuwa na ndoto fulani, sasa hizi nafanya kitu fulani. Vipi kwa upande wako, au ni direct tu ilikuwa ni uigizaji? Mimi ndoto zangu nyingine zilikuwa ni kuwa bondia yani.
Yeah. Mandonga mtu kazi. Mimi ni mtu wa kunyoosha, lakini nikaona fresh ndio imeangukia huko, lakini mimi nilikuwa napenda sana ngumi. Yaani mpaka leo yani uwezo ukaniambia sijui swala la ngumi afu mimi nikashindwa kufuatilia hata kama iwe saa ngapi lazima niangalie. Maana ni kitu ambacho kipo ndani ya damu. Kipo ndani ya damu kabisa yani. Kwa hiyo ilikuwa mshika mawili moja umponyoka au uliamua tu kuachana nalo? Hamna, yani inakuwa hivi, unaweza ukawa na ndoto kitu fulani lakini ukaelekea sehemu fulani. Ila vyote nilikuwa navipenda kwa wakati mmoja, lakini hiki sasa ndio umekipa nafasi zaidi. Umekipa nafasi zaidi. Lakini hiyo michezo yote nilikuwa naifanya. Yani kuna muda nilikuwa naenda kwenye kundi la kuigiza, kuna muda nilikuwa naenda dojo naenda kupasha. Tangu school ninavyokuambia. Kwa mkono upo mpaka saa hizi. Tukianzisha vipi tunatoboa? Analala mtu kaka. Yaani hata ikiwa mapambano sio ya Bongo Movie, usinipe hiyo nafasi na mimi naua. Kwa mfano msanii gani, yani kwa mfano sasa hivi ikitokea labda watu wameanzisha mashindano ya ngumi kwa upande wa Bongo Movie, wewe unamtaka nani yani ufight naye? Yani unaona sasa huyu mimi nikipangwa naye tunaondoka, wewe unamtoa? Kwa sababu kuna nani, kwa mfano Yusuf Mlela mimi namtaka. Yusuf Mlela brother yule. Utapima pale ubavu. Yeye anachezea tumbo vibaya. Napiga tumbo mpaka nalala kakaangu. Naoma sana bwana Yusuf Mlela, popote ulipo ujumbe unakufikia hapa kwamba bwana jiandae. Ipo siku ambayo haina jina lakini tunaamini itafika na mtakuwa ndani ya ulingo. Yeah, sasa nani alikuinspire zaidi kwenye upande wa uigizaji, na mpaka sasa hivi ni nani role model wako ambaye unaona huyu nafaa yani kufuata nyendo zake? Mimi role model wangu ameshafariki, lakini ndo nimebaki mimi yani kwa ajili yake, Mariam Kanumba. Na unahisi kabisa unaweza kubeba mizigo yake? Naibeba vizuri bro. Kabisa. Vizuri kabisa. Na ndo mtu ambaye alikuinspire kwenye game? Ndo yeye yani, hakuna mwingine. Tukiachana na wewe mwenyewe kwenye upande wa uigizaji, ni wasanii gani pia wawili wa kiume na wawili wa kike ambao unaona hawa kwa sasa hivi ni the best, labda ukinitoa mimi au tukikutoa wewe, wawili wa kiume na wawili wa kike ambao unaona hawa wako makini zaidi kwenye game? Wawili wa kiume, wawili wa kike. Yani mimi nitolewe sasa. Wewe tukikutoa wewe kwamba wewe ndo namba moja kwa sasa hivi, wanaofuatia sasa. Mimi wa kwanza wa kike namkubali Matrida. Wa kike. Umeona wa kike namkubali Matrida sana yani hata yeye mwenyewe kinisikia sasa hivi jue namkubali. Ila Violet Manyanya. Violet pia namkubali sana. Yule anajua sana. Unajua yule anapita hisia zote. Unajua mtu ambaye anajua yani, mpe sifa zake, usiongee unafiki. Ushanielewa vizuri Lakini huku kwa sababu hapo tunawazungumzia wote namkubali Mlilo, Hussein Mlilo. Hussein Mlilo, lakini pia namkubali Nawanda. Okay. Kwa hiyo wao kwako ndo the best sana kwa wakati huu tulokuwa nao. Yani hata kama ndo nakaa nao hivi nikatengenezwa gang afu akatokea bosi akaweka mzigo afu ndio tubadilishe soko hilo, sijui Nigeria sijui wapi hapa, kuna Vai sijui kuna Mati, kuna huyo Nawanda, kuna afu mimi ndo nipo hapa. Acha noma kabisa. Bwana, hao ndo wasanii ambao brother anawakubali zaidi, na naamini kwamba ikija kutokea siku investment kubwa imefanyika na kazi ipigwe kupitia watu wao pamoja na yeye, basi kitu kinakwenda kuwa kikubwa na kitakwenda viral zaidi. Noma sana. Na ni vitu gani vitatu ambavyo huwezi kuvifanya binafsi hata nini kitokee, yani hata iweje hutokuja kuvifanya, hata mtu ushikiwe bastola hapa au nini, chochote kitokee huwezi kufanya vitu vitatu? Ni vipi? Cha kwanza kutembea na demo wa mshikaji wangu, rafiki yangu. Yani siwezi kufanya hivyo. Umeshaelewa vizuri Lakini kitu cha pili, siwezi kudharau wanawake. Yani kuwachukulia poa wanawake. Kwa sababu wanawake ni mama zetu. Kwa siwezi kuwachukulia poa kabisa, wala siwezi kuwadharau. Lakini kitu cha tatu, siwezi kuacha kufanya ibada. Okay. Na vipi umezungumzia hapo kwamba huwezi kutembea na demu wa mshikaji, awe mke au awe demu, ni sawa. Vipi kwa upande wako, ishai kutokea labda mwanao wa karibu au mshikaji wako yoyote akatembea na manzi yako? Ishai kupitia hiyo moment? Hapana. Lakini nishaona baadhi ya watu wakiwa wanaumia kwa sababu ya penzi wao wamechukuliwa na washikaji. Sawa. Na miaka ya hivi karibuni
kumekuwa na wimbi kubwa au ongezeko kubwa la mashoga nchini kwetu Tanzania, na tunawaona by the way wako wazi, wanajiweka wazi kwenye mitandao ya tofauti ya kijamii. Wewe kama msanii kioo cha jamii unalizungumziaje swala hili? Machoko kiuhalisia wanadhalilisha jamii yetu ya kiume, lakini mimi binafsi yani ni watu ambao sitaki kabisa kuwaona kwa lengo yangu, kwa sababu mimi hata ninapokuwa sehemu alafu nikagundua kwamba kuna mtu fulani choko, naweza nikampiga hata ngumi yani, kwa sababu kwanza anatia nuksi katika hilo eneo yani ni watu fulani hivi wanazingua. Takiwa tuwekeze nguvu kubwa katika kuwakemea, si ndio? Yani sio kuwakemea, hata kuwapiga tu yani wakimbia au wafe kabisa. Sawa. Mimi nimekuelewa vizuri. Bwana, hili swala bwana limekuwa swala tata na linatatiza zaidi katika maisha ya kijamii, hususan kidini, lakini pia katika maisha ya watu ambao wanaamini kwamba hivi vitendo sio vizuri. By the way, ni vitu vibaya na vinasikitisha sana. Kwa hiyo tujitahidi kuvikemea kwa namna yoyote ile, lakini pia hii imekuwa tofauti kwa upande wa media, nyingi zimekuwa zikiwapa support kwa maana ya interview mbalimbali, lakini pia kuwapa promotion kama promotion ya namna ambavyo wanafanya. Media hizi wewe unaziongeleaje au unazipa neno gani? Kwa sababu media zinahitaji pesa sometimes. Wale ni watu ambao wale wenzetu ni watu ambao wanatoa sana hela ili mradi tu wakidhi haja zao, mambo yao yaende. Kwa hiyo sasa unakuta wewe akikufuata huyo mtu kama yule akwambia wewe unaogea hata milioni hapa, wewe nizungumzie tu, wewe unafanya kwa sababu si kazi, kwa hiyo sababu ya pesa. Kwa hiyo unakuta media zile sio kwamba